Na hii ni nyingine tena. Mrembo huyu anaishi na mume wake, lakini mume wake ni mgonjwa, ameparalyze mguu, hana uwezo kabisa wa kutembea. Mwanamke huyu hana uwezo wa kumtibu mume wake, kipato chake ni kidogo zaidi, hivyo inamlazimu augawe mwili wake kwa vijana kadhaa ili aweze kumtibu mume wake. Basi kaa hapo hapo na kisha umesubscribe ili tuweze kwenda pamoja. Kila asubuhi mrembo huyu huenda mtoni kufua nguo za mume wake pamoja na za kwake, lakini leo ilikuwa tofauti kidogo. Alipofika mtoni akakutana na rafiki zake, akaweza kuwasalimia na wakapiga stori mbili tatu, lakini haukupita muda mrefu wakaonekana watu wengine wawili wakipita, yani mume pamoja na mwanamke. Basi mwanamke huyu aliwatamani sana, kwani kuna kipindi kimepita hajaongozana kabisa na mume wake. Lakini binti huyu haishiwi kufanya ibada, lakini leo ilikuwa tofauti pia tena. Akiwa anafanya ibada, kuna jamaa mmoja wanaishi naye mtaani akamfuata binti, akaweza kumshika mkono, lakini binti akamkataa pale pale. Jamaa alijua kwa sababu binti mume wake ni mgonjwa, basi yeye atapata chance ya kukubalika kila. Binti akiendelea kufua nguo zake mtoni, wale wageni waliotembelea kijijini kwao wakamfuata binti na kumuuliza awaelekeze njia inayoelekea mahala fulani. Basi binti akawa amewaelekeza na wale jamaa wako wametoka, lakini binti akiwatazama hawa jamaa, yani pea inatembea mtu na mtu wake, basi lo inamuuma zaidi, kwani inamkumbusha enzi za uzima mume wake walikuwa wakitembea kwa pamoja. Basi mrembo alipokuwa ametoka kufungua zake mtoni anaelekea nyumbani, akawakuta wale wageni wanazagamuana njiani. Basi binti kile kitendo kilimpatia hisia kali zaidi, na alipofika nyumbani akakaa kitako na mume wake, wakaulizana namna gani ya kuweza kupata pesa. Lakini haikuishia hapo. Binti alipokumbuka barabarani ameona watu wakizagamuana, akaona isiwe tabu, ngoja na mimi wangu leo uni touch kidogo, tuna muda mrefu haujani touch. Kwa bahati mbaya zaidi, jamaa hana uwezo wa kupeleka moto kwa mke wake. Kumbuka jamaa hapo alipo ameparalyze viungo vyake, hawezi kutembea, kiuno akifanya kazi. Basi binti leo akiwa na funguo zake mtoni, ghafla akatokea mtalii mwingine tena, na yeye akaenda kupiga stori mbili tatu na binti. Binti akaona isiwe kesi, lakini yule jamaa akatoa chocolate akampatia binti. Lakini wakati yote yanaendelea, kuna jamaa mwanzoni alikataliwa na binti. Binti akiwa anafanya maombi yake akamfuata akamkataa, akiwa anashuhudia kwa macho yake. Basi huyu mtalii akaondoka na binti lile eneo, lakini wakiwa wapo njiani wanatembea, binti akawa amejikwaa. Na binti alipokuwa amejikwaa, basi jamaa akaona isiwe tabu, akamsogelea binti kuweza kumsaidia. Lakini alipokuwa anamsaidia binti, kumbuka binti huyu hajaguswa na mume wake kwa muda mrefu, haja touch mume wake, hajamtomasa kwa muda mrefu. Kilichotokea, binti akajikuta anamkisi mshikaji wa watu na anaingiwa na tamaa za kimapenzi. Lakini pale pale jamaa anaona isiwe kesi, wanaanza kuzagamuana. Binti anapata raha ambazo mume wake hajampatia kipindi cha muda mrefu, leo anapata na mgeni, wanazagamuana, mambo ni hadharani. Na ilipokuwa asubuhi nyingine tena, yule mtalii akafika mpaka nyumbani kwa mrembo, na alipopokelewa mrembo akamwambia, mimi naishi hapa, lakini hapa naishi na mume wangu, ingawaje mume wangu ameparalyze mguu, ni mgonjwa, hawezi kutembea. Basi jamaa akakaribishwa ndani, akaweza kuonana na mume wa mrembo. Alipofika akakuta kule jamaa hawezi kutembea. Alichokifanya akamwambia, naomba ripoti mliopata kutoka hospitali. Jamaa akaikagua ripoti, lakini pia akamcheki na mshikaji, kwa nini hatembei, kwa nini ameparalyze. Kumbuka hawa watalii wanakuwa wanakuja kwenye miji ya wenzetu, wengine wanakuwa na professional zao, wengine madaktari, wengine manesi, wengine walimu na kadhalika. Basi huyu mtalii alichokifanya, akaanza kumfanyia masaji ya mifupa pale pale, na alipomaliza kumfanyia masaji
akabidi aondoke, lakini kuondoka kwake alisindikizwa na mrembo. Lakini kumbuka, huyu mrembo yeye hajaguswa na mume wake muda mrefu, kwa maana hiyo hii chance anataka aitumie vizuri ilivyo. Lakini si hivyo tu, anaonga mwili wake huyu jamaa ili mume wake aweze kupona. Basi hata alipokuwa yuko njiani anamsindikiza mshikaji, kumbuka huyu ni mtalii, wakapiga ka tent wakaanza kusaga mwana tena. Sasa leo ikawa tofauti tena, yani binti anakutana na mitihani kadhaa. Leo alipokuwa akizaga mwana, kuna jamaa alikuwa anamrekodi binti. Alikuwa anamrekodi ni yule jamaa ambaye alikataliwa. Sasa hapa kuna kitu kinatengenezwa. Binti anarekodiwa anafanya mapenzi na mtu mwingine, wakati huo mume wake ni mgonjwa. Je, huyu anayemrekodi ana lengo gani? Kumbuka huyu anayemrekodi alikataliwa na binti. Bwana binti alizaga mwana usiku kucha, na aliporudi nyumbani mume wake alikuwa amegundua. Lakini mume atafanya nini? Yuko katika hali hiyo hapo, hawezi kumtukana, hawezi kufanya chochote. Lakini pia haukupita muda mrefu, yule mtalii akafika nyumbani kwa binti, akaendelea kumtibu mume wake. Lakini mtalii anapomtibu mume wake, basi binti naye anaendelea kumpetipeti jamaa. Atafanya nini sasa? Ndo anamtibu mume wake hivyo, lakini mume wake bado ni mgonjwa, bado hajaanza kupeleka moto, kwa inabidi binti aendelee kumpetipeti jamaa. Jamaa anamtibu mume wake, lakini wakati huo baada ya matibabu inabidi binti aende akazaga mwane naye. Wakati huo tena yule jamaa aliyekuwa anamrekodi video binti akiwa anazaga mwana huyo mtalii amemfuata binti mtoni akiwa anafua nguo na kumwambia, bwana mimi nina video yako hii hapa, nahitaji nizaga mwane na wewe ili niweze kufuta hii video. Kama hautaki kuzaga mwana, hii video sitoifuta na nitaipeleka kwa mume wako. Basi binti pale pale mtoni kabidi avue nguo waweze kuzaga mwana na jamaa. Jamaa anakula uloda kirahisi kabisa. Kwa siku ya kwanza kabisa mume wake na binti anaonekana anatembea. Matibabu yamekwenda poa kabisa. Basi mtalii hana namna, amefanyika kuwa daktari. Basi alipokuwa anaondoka binti akawa anamsindikiza tena. Basi binti hakuwa mchoyo, ikabidi ampe tena kwa mara ya mwisho, kwa sababu inawezekana, kwa sababu mume ameshapona tayari, itakuwa hawezi kuonana tena. Ikabidi wazaga muane tena na tena mara ya mwisho, huku akimpa mahaba ya moto moto. Ndo malipo kwa daktari hayo. Na huwa ikifika usiku binti huwa anapata tabu sana, kwani anaweweseka. Anajua kabisa mimi bana namchiti mume wangu, na mume anajua kabisa huyu binti mimi ananichiti, lakini kwa sababu tu ili mimi niweze kupona, nitafanyaje sasa? Lakini pia hata ilipofika asubuhi tena, mume aliendelea na matibabu, akaendelea na mazoezi, inaonekana akiwa amepona kabisa. Yule mtalii alikuwa ameweka kambi yake polini, lakini na ilipokuwa imefika usiku, basi binti akaona haiwezekani ukakaa peke yako, ngoja nikakukampani tena. Basi jamaa wakawa wanacheka, wanapiga stori mbili tatu, huku wanapata vinywaji. Lakini katikati ya mazungumzo yao kuna jamaa aliyemzagamua binti kule mtoni. Kuna mwamba mmoja alimzagamua binti kwa sababu ana video yake, na leo tena ametokea katikati ya haya mazungumzo, akatoa ile video akawaonesha wote. Sasa mara ya kwanza alionyeshwa binti peke yake, leo anaonyeshwa mpaka mzagamuaji. Wewe ulikula huyu binti na video hii hapa, na mimi unipe kidogo binti tena. Lakini kumbuka walikuwa wameshakubaliana. Katika mabishano makali yule jamaa akatoa bastola. Binti hana ubishi, ikabidi alale ili aweze kuzagamuliwa, la sivyo atafyatuliwa ubongo. Leo huyu jamaa hakufanikiwa kumzagamua mwanamke. Alishangaa amepigwa na kitu kizito kutoka nyuma, kugeuka na kuangalia ni mume wake na binti ndiye amekuja kumwokoa. Lakini binti alishtuka kumwona mume wake, lakini mume wake alikuwa mtaratibu tu, kwani mume alishajua huyu binti analipa gharama za matibabu yangu. Basi wakafika nyumbani, na ilipokuwa asubuhi tena, basi mtalii akaamua rudi nyumbani kwao, lakini akamuomba msamaha yule mshikaji aliyekuwa anaumwa, na kumwambia bwana, mimi nisamehe bure kwa sababu nilikuwa nazagamuana na waifu yako kipindi wewe unaumwa.
naomba unisamehe bure. Lakini mshikaji hata kumind, kwa sababu alijua tu mwanamke wangu alikubali kuzagamuliwa kwa sababu alikuwa analipa gharama za matibabu. Mke hana hela, mume huna hela, sasa na matibabu inabidi yafanyike. Nini kinatokea unafikiri? Bwana, usisahau kusubscribe. Hii ni Benard Cinema. Next time tunakuja na kigongo kingine tena. Bye bye.